Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hello, leo ni siku njema sana ambayo nitakuwa nikikuelezea aina za database. Sawa? Ninaomba ufuatilie video hii mpaka mwisho, na cha muhimu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Na kabla ya kwenda kwenye aina za database, nataka kwanza uelewe blockchain ni nini. Hii ni teknolojia au mfumo ambao unatumiwa kuhifadhi taarifa au nyaraka mbalimbali katika namna ambayo ni vigumu au haiwezekani tena kubadilisha, kufuta au kuedit tena nyaraka au taarifa hizo baada ya kuzihifadhi. Na katika teknolojia hii sasa au mfumo huu, taarifa au nyaraka hizo zinaweza kuwa ni taarifa za miamala ya kifedha, taarifa za kibenki, taarifa za hospitali, taarifa za aina au taarifa za serikali na taarifa za shuleni na kadhalika. Kulingana na usalama wa teknolojia hii, taarifa yoyote inayohifadhiwa ndani yake inakuwa ni salama, ya kudumu na hubakia katika uasili wake muda wote kama jinsi ilivyohifadhiwa. Pengine bado ikawa inakutatiza kuelewa vizuri maana hiyo ya teknolojia ya blockchain, lakini ili uweze kuelewa zaidi, twende tukaangalie kwa ufupi juu ya kanzidata, yani database. Ili uweze kunielewa vizuri, nitatumia zaidi maneno ya Kiingereza ambaro ni database. Je, database ni nini? Database kwa Kiswahili huitwa kanzidata. Kwa maana nyepesi, database ni sehemu ambayo taarifa au nyaraka fulani zinahifadhiwa ndani yake. Mfano sasa, muuza duka anaweza kuwa na kitabu chake ambacho anarekodi au kuandika taarifa zote muhimu za duka lake, mfano madeni ya wateja, mauzo na kadhalika. Na kila muda wa kufunga duka, sawa, unapofika anaondoka na kitabu chake kwa ajili ya kukihifadhi. Yawezekana kaamua kukihifadhi kwake kwenye duka lake au sehemu ambayo yeye anaona ni sahihi na salama kwake. Hapo kuna mambo mawili ambayo ni kitabu anachorekodia taarifa muhimu za duka au biashara yake na mahali anapohifadhi kitabu hicho. Sasa kitabu ndiyo tunaita database, na anapohifadhi ndiyo mahali ambapo database husika inatunzwa. Hivyo kumbukumbu za taarifa muhimu huhifadhiwa kwenye database, lakini usalama wa database unategemea mahali ambapo database hiyo huhifadhiwa na jinsi inavyohifadhiwa. Huo ni mfano tu kwa kutumia duka, lakini kuna database za mashuleni, hospitali, benki na kadhalika. Na hivyo database kazi yake ni kutunza taarifa muhimu. Blockchain pia ni database. Sasa katika video hii nitakuelezea aina za database. Hapo mwanzo nilikuwa nikikuelezea blockchain ni nini ili upate kuelewa kabla hatujaingia kwenye aina sasa za database. Kwanza tunaanza na database asilia, ni tradition database. Hii hapa ni aina ya database ambazo taarifa zake huhifadhiwa mara nyingi kwenye vitabu au daftari. Na hii ndiyo njia ya kuhifadhi taarifa ambayo imezoeleka kutumiwa na watu wengi. Licha ya kuwa ni njia nzuri ya kuhifadhi taarifa, lakini changamoto ya database asilia ni rahisi kwa taarifa kupotea au kuharibiwa endapo eneo ambalo database hiyo huhifadhiwa likapata shambulizi, mfano uvamizi, wizi au kuungua moto na kadhalika. Lakini kuna database za kidijitali. Sasa kulingana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, hasa ujio wa mtandao wa kompyuta, sasa kuna database za kidijitali ambazo zinahusisha utunzaji wa taarifa kidijitali katika mifumo ya kompyuta. Njia hii hutumika zaidi kwenye mabenki, hospitali, makampuni na kadhalika. Database za kidijitali zinahusisha uwepo wa server ambayo ndio taarifa zote huhifadhiwa, na kuna kuwa na kikundi cha wataalamu wa kompyuta ambao kazi yao ni kuhakikisha wanalinda server husika. Hii ni njia ya kisasa na inasaidia kutunza taarifa nyingi zaidi na kwa haraka zaidi ya database asilia. Changamoto kubwa ya database za kidijitali ni kuwa ni rahisi pia taarifa kuibiwa au kubadilishwa endapo server ikipata shambulizi kama kuhakiwa na kadhalika. Na hii inaweza kusababishwa na ukosefu au uvunjaji wa uaminifu
kwa baadhi ya wanachama ofisini au kwenye makampuni husika, hususa wale waliopo kwenye kitengo cha kulinda seva, ambao wanaweza kuwa na ufunguo au nywila za kuingia kwenye seva husika. Au ni rahisi watumiaji wa platform fulani kupoteza access au taarifa zao kama mmiliki wa platform hiyo akiamua kufungia seva, wewe mtumiaji unakuwa huna uwezo tena wa kufanya chochote kwenye platform hiyo. Blockchain nimesema ni database ambayo iko kwenye kundi hili, yani ni digital database. Lakini database hii yenyewe inahifadhi taarifa kwa namna ya kipekee sana na ya usalama wa hali ya juu sana, tofauti na digital database nyingine. Hivyo tunaweza sema kuwa blockchain pia ni maboresho au mapinduzi makubwa sana ya database. Unajiuliza, je, blockchain inafanyaje kazi? Teknolojia ya blockchain inaundwa na mtandao wa kompyuta nyingi na zilizotapakaa located sehemu tofauti tofauti duniani, ambazo ndizo zina uhifadhi na kuulinda mfumo huu wa blockchain dhidi ya mashambulizi. Taarifa au nyaraka yote inapotunzwa na kuhifadhiwa ndani ya mfumo wa teknolojia hii ya blockchain, inasambaa kwenye mitandao mizima ya kompyuta au nodi zote zinazoulinda mfumo huu wa blockchain, ambazo zipo sehemu tofauti tofauti duniani, ikiwa na maana taarifa ndani ya mfumo wa blockchain haikai sehemu moja bali inakaa sehemu tofauti. Hivyo usalama wake ni mkubwa sana. Hii ni tofauti na database nyingine za kidijitali ambazo taarifa au data zote zinakuwa zinahifadhiwa kwenye server ambayo inakuwa inalindwa na kompyuta chache, ambazo zote ziko sehemu au kituo kimoja, ikiwa na maana katika kituo hicho kikishambuliwa ni rahisi taarifa kuibiwa au kupotea, maana ziko sehemu moja, jambo ambalo ni tofauti na teknolojia ya blockchain ambayo inaundwa na mtandao wa kompyuta nyingi ambazo haziko sehemu au kwenye kituo kimoja na hazimilikiwi na mtu mmoja, ila zipo sehemu mbalimbali na tofauti na zinamilikiwa na watu tofauti tofauti, na hao watu sio kwamba wana mawasiliano au ni lazima wawe na mawasiliano, na wala hawaziratibu, yani hawazicontrol kompyuta hizo, licha ya kuwa wao ndio wanazimiliki, isipokuwa kompyuta kwenye mfumo huu wa blockchain zinawasiliana zenyewe. Moja ya sifa ya teknolojia hii ya blockchain ni kuwa ni mfumo wa wazi. Ina maana mtu yeyote kutoka sehemu yote duniani ana uwezo wa kuunganisha kompyuta yake katika mfumo huu na ikawa ni moja ya kompyuta zinazolinda mtandao wa blockchain. Kitaalamu sasa, wale wamiliki wa kompyuta ambao zinaunda mfumo wa blockchain tunawaita wachimbaji, yani miner. Hawa ni wamiliki tu wa hizi kompyuta, ila hawezi kuendesha au kuufunga mfumo au mtandao huu wa blockchain, na wamiliki hawa wanatokea na wako sehemu tofauti tofauti, wala hawana mawasiliano na wahitaji kujuana, isipokuwa zile kompyuta zao zilizounganishwa kwenye mfumo ndizo zinawasiliana zenyewe na kufikia kutoa maamuzi bila kuratibiwa na mtu yoyote. Kitaalamu tunaita consensus mechanism. Kiufupi ni kuwa mfumo wa blockchain unajiendesha wenyewe pasipo mtu wakati au watatu ambaye ni kama mrahisishaji. Unaweza ukawa unajiuliza kuwa hawa wanaomiliki hizo kompyuta zilizounganishwa kwenye mtandao wa blockchain, wao wanafaidika na nini? Kwanza, kama nilivyokuambia, kwa kitaalamu hao wamiliki wanaitwa wachimbaji au miner, na kazi yao kubwa ni kulinda mfumo kupitia hizo nodes walizoziunganisha kwenye mfumo, na kwa kazi hiyo kubwa ya kulinda mfumo wao wanakuwa wanazawadiwa fedha kwa mfumo wa sarafu mtandao kama motisha kwa kazi ambayo wanaifanya kupitia kompyuta zao. Yawezekana sasa bado ukawa unahitaji kujua zaidi ni kwa namna gani wanapata faida kupitia kuchimba, lakini hii ni moja kati ya fursa kubwa zinazowezeshwa na teknolojia hii ya blockchain, na ina somo lake sasa pana ambalo nitaipost kwenye video nyingine. Cha muhimu usisahau kusubscribe, kulike na comment video hii, kwa sababu mimi Nuhu nimejitolea kukufundisha. Nimeishia hapa bwana. Kama na maswali yoyote basi unaweza kaniandikia kwenye namba yangu, hivyo unaweza kutafuta kwenye video zinazofuata. Asante na nikutakia siku